nimekuja kuweka jiwe la msingi hapa. Taarifa niliyopewa imeridhisha kwamba majengo yamefuata viwango vya ujenzi, kila kitu imeenda vizuri. Ndio maana nimezindua eneo moja tu. Mkurugenzi yuko wapi? Nimeambiwa fedha iliyokuja ilitakiwa ijenge majengo mengi zaidi ya haya. Nini mmejenga majengo pungufu? Fedha nyingine mmepeleka wapi? Maiki iko wapi? Jengo la ndani la kina mama fedha yake ilishakuja. Jengo lingine mmepeleka wapi majengo mengine? Kilindi oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli tulipata fedha ya majengo 9, na kama tulivyokueleza kwenye taarifa yetu ni kwamba kuna ugumu wa kusafirisha material, kwa hiyo gharama zinakuwa nyingi. Kwa hiyo wakati tunajenga jengo la kufulia na jengo la madawa hakukamilika. Kwa hiyo tulivyoletewa shilingi milioni 500 kwa ajili ya kujenga jengo la wodi ya kina baba, tukaomba kibali TAMISEMI ili tuyamalizie majengo yalikuwa yamebaki, ili kuondoa ile white elephant, majengo yasifanye kazi. Kwa hiyo tumepata kibali kwa ajili ya kuyamalizia ili kazi iendelee. Nani mlijenga bila budget? Mwanzoni mlikadiriaje na imekuwaje baadaye umbali huu umbali unaosema hamkukadiria mwanzo? Hapana, kwa sababu fedha inayokuja mheshimiwa ni constant kwa halmashauri zote. Fedha inayokuja ni constant kwa halmashauri zote. Ndio. Nyinyi budget yenu ilisemaje? Budget ilikuwa, kwa mfano jengo la wodi ya wanaume ni shilingi bilioni 300 ambayo ndio sasa hivi tunamalizia. Kuna michezo nimeona ambayo inachezwa ya kuhalalisha upotevu wa fedha. Jana nilipita pale kwenye kukagua kituo cha kupozea umeme, nikiwa Handeni mjini, nikasemea jambo la VETA wakiwa wamegandisha mifuko, wakati Tanga kuna viwanda vya simenti, eti simenti ya kujenga VETA Tanga imetoka Dar es Salaam, ili kuhalalisha hizo gharama za kujenga. Kuna viwanda vya simenti hapa viwili ama vitatu, simenti ya kujenga imetoka Dar es Salaam. Naambiwa simenti ya kujenga imetoka Mbeya. Alafu VETA ya Njombe, simenti ya kujenga imetoka Dar es Salaam. Njombe, wazee wetu wa zamani, Njombe na Mbeya walikuwa wanatembea kwa mguu kwenda Mbeya. Watu wa Makete pale wanaenda kwa mguu kwenda Mbeya. Watu wa Kilindi hapa watu wa zamani wa Kilindi hapa walikuwa wanaenda Tanga kwa mguu. Ni babu yangu ametoka Singida kaenda Tanga kwa mguu. Wao simenti ya kujengea hapa wametoa Mbeya. Wale wa Njombe wanajenga VETA, simenti ya kujengea wametoa Dar es Salaam. Kiwanda kiko Mbeya pale. Na wakagandisha simenti. Sasa mkurugenzi unasema gharama inategemea hivyo vifaa mmetolea wapi?
mnajificha kwenye kichaka cha gharama. Hivi ninyi mnafikiri mimi nakuja kutembea huku? Niko kazini hapa. Nimekuja kazini, sijaja kutembea. Nina taarifa zote. Nina taarifa hizi. Sasa kamanda wa TAKUKURU, fanyia uchunguzi hiki chote kilichofanyika, niipate taarifa hiyo ili niweze kuchukua hatua. Hatuwezi tukawa na watu mnapindisha habari rafiki. Fuatilia kila kitu, vyote hivi fuatilia kila kitu hivi vilivyopandisha hiki kichaka cha gharama. Fuatilia nipate taarifa hiki kichaka cha gharama zimepanda. Tunabebesha serikali mzigo, inashindwa kutoa huduma maeneo mengine kwa sababu watu wanapandisha gharama. Wanaomba nyongeza ya fedha kwenye eneo ambalo fedha zingetosha kujenga. Tumemaliza, ngoja nipate taarifa, usiendelee kunidanganya tena hapa. Tumemaliza, ngoja taasisi wafanye uchunguzi nipate taarifa hiyo. Iharakishe ili niweze kuchukua uamuzi. Ninafuatilia haya mambo yote. Jana pale wale wa VETA wamegandisha mifuko 1200. Nimemwelekeza katibu mkuu ahakikishe wale watumishi waliofanya hiyo kazi na uzembe wa kugandisha hiyo simenti wakatwe kwenye mishahara yao na hatua zingine za kinidhamu zichukuliwe. Na hapa tutajua hicho ni kitu gani kimefanyika. Ndio. Hatuwezi ukawa rais anahangaika kutafuta fedha afu watu huku wanatengeneza vichaka vingine vya kuchelewesha huduma watu ambao wanatakiwa wapate. Hiyo iruhusiwi wala ikubaliki. Na nina taarifa kote ninakokwenda, nina taarifa. Na nimepata taarifa na nyingine huko ninakokwenda. Hatuwezi tukaruhusu vichaka. Na unajua eneo lolote ukiona watu wanataka kukuibia, wanaleta Vingereza vingi, adjustment. Niipate kamanda, fanyia uchunguzi niipate kipengele kwa kipengele. Nikija nikagundua na ninyi mmefanya hizo gharama, mmefanya hivyo kwamba simenti iko hapa Tanga, mmeenda kuchukua Mbeya. Nondo ziko hapa, muende kuchukulia Mwanza. Nitachukua hatua kali za kinidhamu na za kisheria. Na mimi niwatangazie, wala hatutaonea watu. Lakini wale wanaotusababishia matatizo, wananchi wanakosa huduma, angalia hospitali kama hii hapa. Hii hospitali inatakiwa iwe na hadhi ya hospitali ya mkoa. Kwa sababu kumtoa mtu hapa mpaka umpeleke Tanga kama ana hali ya dharura. Umeona? Hii lazima iwe na hadhi ya hospitali ya mkoa. Ijitegemee. Ndio. Hapo tuletea tu Vingereza hapa, expansion, adjustment. Nimeipata hii. La mwisho, nimepokea taarifa ya mama aliyesema inayohusiana na gharama. Nimemtuma mganga mkuu wa mkoa. Hii hoja ilijitokeza na pale Handeni. Nimemtuma mganga mkuu wa mkoa waniletee taarifa kabla sijatoka mkoa wa Tanga.
kuhusu taratibu wanaotumia kwenye haya masuala. Kwa hiyo niwaombe mridhie, tutatoa mwongozo baada ya kuwa tumeshaipokea hiyo taarifa ndani ya serikali, ili tuweze kuhakikisha kwamba utaratibu unaotumika wananchi wetu waweze kumudu. Kwa hiyo nimeshapokea hilo, na jana nilikuwa napigwa hivyo pale Handeni, nimeuliza hii 40,000 ni ya nini? Naletewa bei ya jumla kama buffet ya chakula. Unajua buffet ya chakula, hata kama hujachukua pilipili unauziwa na pilipili. Kwa hiyo hili na lenyewe nimelipokea. Nimetaka nipate hiyo taarifa kamili ili tuweze kushauriana na wenzetu wa sekta. Tuna TAMISEMI na tuna afya, ili tuwe na utaratibu bora. Mheshimiwa Rais anataka Watanzania wasikose matibabu kwa sababu ya gharama. Ndio maana tunaenda kwenye bima ya afya, ili mwananchi hata yule ambaye hana kipato asipoteze maisha au asishindwe kupata matibabu kwa sababu ya kipato. Kwa hiyo hili nawaomba mtuachie, tutapata taarifa kabla hatujatoka ndani ya mkoa wa Tanga. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawashukuru sana. Mengine tumeshayapokea kutoka kwa mbunge na mengine nimepokea kwenye taarifa. Tutaendelea kuyafanyia kazi. Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI ameahidi atarudi, lakini tuna Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI anatokea mkoa huu wa Tanga, tuna Waziri wa Maji na yeye tumepokea mawasiliano zenu hizi uelewa zaidi, ili tuweze kuzifanyia kazi, na hasa haya ambayo yanahusu masuala. Tena salamu toka kwa Mheshimiwa Rais, alitutuma tuwasikilize ya kuzifanyia kazi. Asante. Mwezi mtukufu, tunawatakia kila la heri. Na mtazamaji, kwa wasaa wote huo umekuwa ukifuatilia matangazo ya moja kwa moja ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye amekuwa na ziara yake ya siku 2 hapa mkoani Tanga, ambapo hii leo siku ya pili ya ziara hii ambayo inaendelea